Sasa angalia kitabu cha 32 Torati 25, anasema nitaweka madhara juu yao chungu chungu. Sababu ya kuweka madhara hayo ya uchungu juu yao ni ili niwapige kwa mishale yangu hata ikaishi. Sasa nilimuuliza Mungu hivi, kwa sababu kama unatengeneza uchungu alafu nataka kuutumia uchungu uwe mlango wa kupiga mishale, tena so mmoja, maandiko yanasema paka iishi. Mimi huwa nakuwa ni mwangalifu sana nikiingia kwenye maombi, huwa siombi kila kitu nachokipitia kipi. Vipo vitu hata vikinipata huwa siombi na viacha, kwa sababu si kila kitu lazima nikiombe, hata kama ni kibaya, kwa sababu kwenye hii dunia tunapigwa na watu wawili kama Mungu anatupiga na shetani anatupiga. Angalia anachokizungumzia mstari wa 20, anasema watakonda kwa njaa. Yani huo uchungu ukishaingia na mishale ikishakupata, matokeo yanayofuatia ni kukonda kwa njaa. Lile neno kukonda kwa njaa haimaanishi hakuna chakula, chakula kinakuwa kipo. Halafu anasema wataliwa na makaa ya moto na uharibifu mkali, nitawapelekea meno ya wanyama wakali pamoja na sumu ya wadudu watambaao mavumbini. Kwenye Biblia ukisoma mistari kama hii unaacha wokovu, na ndio maana utofauti wa wasoma mistari kama hii kwenye Biblia na utofauti wanaosoma mistari mingine kwenye Biblia tupo tofauti. Huwezi ukalinganisha safari ya mtu kama mimi ninayesoma mistari kama hii ukanilinganisha na wale wanaosoma Bwana ndiye mchungaji wangu, niite nami nitakuitikia, nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua, utapita kwenye moto hautateketea. Maisha yetu ni tofauti, kwa sababu hapo unatafuta kwanza kuijua tabia ya Mungu ikoje. Na mimi nataka nikwambie usiokoke kwa sababu mchungaji wako amekwambia okoka. Okoka kwanza utakapojiridhisha tabia za Mungu zikoje. Ukizijua tabia za Mungu then ndio uzijue tabia za mchungaji. Sasa shida nyinyi mnaanza tabia ya mchungaji ndio mnafuatia tabia za Mungu na hamtazikuta, kwa sababu wachungaji wengi wanaweka beli ya usimjue Mungu kwanza, wajue wao kwanza, na ndio maana wanakasirika kama utahama kanisa kwenda kanisa lingine. Lakini sasa baba, inakuaje na vitu vingine? Kuhama kanisa ni jambo la kawaida. Watu wanahamaga nyumba na ama nyumba ile na nyumba ile. Acha kwa kuhama kanisa. Shida ni ukihama kanisa kwenda hiyo ndio shida. Na hii ndio shida ambayo tunapata. Yaani mchungaji anajiweka mbele kwamba yeye, bila yeye ninyi hamwezi kujibiwa na Mungu. No, Mungu hayupo hivyo. Mungu anaongeaga mpaka na siafu. Anaongea mpaka na sisimizi. Ni rahisi mume wako akakosa ramani ya kujenga nyumba, lakini sio baba mchwa. Baba mchwa tunavyoendelea sasa hizi yupo kwenye ujenzi wa nyumba. Muda huu tunavyoongea. Ni mume wako peke yako ndio anasema uchumi mgumu, lakini mchwa wapo kwenye ujenzi muda huu, na kichuguu kinatoka, mganga wa kienyeji anaenda kuwagulia hapo. Sasa unasikize vizuri. Kazi ya uchungu moja wapo ni kuruhusu kushambuliwa kwa maisha yako ya baadaye yanayokuhusu katika nyumba yako. Na tukizungumzia habari ya nyumba, sizungumzia habari ya nyumba hii ya kuishi, japo ni sehemu, lakini nikizungumzia habari ya nyumba nazungumzia habari ya majukumu, watu uliowazaa kwenye kiuno chako, watu wanaokutegemea. Kama umezaa na hautegemewi, wewe si sehemu ya hili somo. Kama wewe ni mwanaume upo hapo umetotoa tu watoto, umeacha kule na husomeshi, hili somo halikuhusu, kwa sababu wewe bado ni mtoto, wewe bado ni bata. Kama una mradi au una maisha uliotaka kuyaanza, kitu cha kwanza unachotakiwa kukijua, eneo unaloenda kuanzisha biashara, waliopita hapo waliumizwaje na hiyo nchi, na walipoumizwa na hiyo nchi waliachilia maneno ya aina gani yenye uchungu.